Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na hii leo basi ningependa tupate kuendeleza pale tuliachia hapo jana. Na hapo jana tukawa nasemezana kuhusiana na hili nalo litapita. Kuna watu ambao wamepitia mambo, of course wana wa Israeli walikuwa wamefika katika Red Sea wakijua kwamba hapo ndipo mwisho wao, wakijua kwamba basi hawatafaulu tena, mambo yamefika mwisho. Lakini basi Mungu akawaokoa, akawaponya na hayo yote. Unajua tulikuwa nakumbuka hapo jana kwamba unajua vile ambavyo walifika pale ilikuwa si mara ya kwanza kupatwa na tatizo. Walikuwa wamepitia mambo mengi walikuwa wamepitia changamoto nyingi, lakini Bwana alikuwa ameokoa na zote. Kwa hivyo swala likawa, mbona hili tu wamefika hapa wanaona wamefika mwisho, na wakawa nadhani kwamba hawatatoboa tena, lakini Mungu akawakomboa na kuwaponya nayo yote. Kwa hivyo basi tulikuwa tunatambua hapo jana kwamba hili nalo pia litapita. Na hivyo basi ningependa tuendeleze kidogo tu pale. Kumbuka ni katika himizo, nami hapa VMM ukipenda Victor Mado Mandala. Na hii leo ningependa tupate kuendeleza zaidi. Ni wapo ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nasi, na kukumbusha kwamba chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in na Gmail account yako, then copy the link hapa juu and share, niweke comment yako hapa chini, nitakuwa vyema zaidi. Na zaidi hakikisha kwamba umeclick notification bell, kuna alama ya kengele hapa chini. Ukisha click hiyo alama, basi kwa ujumbe wote ambao utaenenda pale tunapoweka ujumbe mpya unakuwa notified, na moja kwa moja hutabaki nyuma kivyo vyote vile. Kwa hivyo karibu tuenende pale kwa pamoja kwenye himizo letu hii leo. Na iwapo basi ndio wajiunga nasi, ujumbe wetu wa jana utaupata tu iwapo utasubscribe hapa, mtafutie ujumbe wetu wa jana ambao tulisemezana pale, ndio usiachwe nyuma kivyo vyote vile. Kwa hivyo subscribe, click notification bell, copy the link and share, niweke comment yako pale, nitakuwa vyema zaidi. Na kwa yule ambaye labda una swali, unahitaji una maoni yoyote, jambo ambalo ungependa kunijuza, nambari ambayo unaweza kutumia kusemezana nami, either SMS, WhatsApp au kupiga simu ni 0722 24 39 49. Nambari ya simu ambayo unaweza kutumia pale ni 0722 24 39 49. Weza basi nipigia simu pale tuweze kusemezana pale, na itakuwa vema zaidi. Na kwa sababu basi tunapoenenda pale kwa pamoja, niruhusu tupate kuendelea pale katika andiko letu. Na jana tulisoma katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 14 kuanzia mstari wake wa 10, na ningependa tuendeleze tu pale kuanzia mstari wa 10. Niruhusu tuanzie tu pale katika mstari wa 10 hadi 13. Biblia inasema vipi? Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Mstari wake wa 12, neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Mstari wa 13, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania nyinyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unalilia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Bwana nakushukuru kwa neno lako. Naomba kwamba Bwana ukapate kunena nasi asubuhi ya leo. Baba, tuongoze kwa kila jambo, na tubu kwa yote ambayo tumeyatenda asiyofaa machoni pako, nikiomba kwamba Bwana tuonekanie siku ya leo. Wewe ndiwe Mungu mweza wa yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Nena nasi na punguzi ili kuongezeka. Roho Mtakatifu shika usukani, kwa jina la Yesu. Amen. Napoangalia katika andiko hili tupata kutambua kwamba wana wa Israeli walifika mahali wameweza kunungunikia Musa, wameweza kuona kwamba wamepoteza tumaini, wanaona wamefika mwisho, wakawa wanamwambia kwamba Musa, hapa basi, unajua alamika, wanasema hapa basi, mbona ulitoa kule tuje tufie jangwani? Na unapoangalia pale mbele, kumbe wakati ambapo unanungunika, wakati ambapo unaona umefika mwisho, wakati ambapo unalia ukiona kwamba hauna jingine la kufanya, hapo ndipo Mungu anaingilia kati. You see, kwa shughuli zingine zote walifika mahali anaambia Musa, gonga mwamba. Musa anagonga mwamba, fanya hivi, fanya hivi. Lakini walipofika mahali ambapo wanaona wamefika mwisho, hapo ndipo Mungu aliwaonyesha kwamba sio kwamba niwaelekeze cha kufanya, mimi ndio nitafanya. Ndipo sasa anaambia Musa, waambie kwamba watulie tu kimya, Bwana atawapigania.
Musa anamwambia kwamba tulieni. Na ningependa kuambia kwamba hapo mahali ambapo unaona umefika mwisho, umeng'ang'ana kwa biashara yako huwezi, umeng'ang'ana kwa ndoa yako, umejaribu kumrudisha mke wako atulie pale nyumbani, mume wako atulie pale kwa ndoa yenu, lakini mambo yameonekana kwamba yanaenda segemnege, na kuambia kwamba kwa kule kung'ang'ana, unapong'ang'ana hutang'ang'ana tena. Pahala ambapo umefika ni wakati ambapo Mungu akupiganie. Kwa hivyo pahala ambapo umefika, katika hali ambapo umefika, ni wakati Mungu akupiganie. Sijui nazungumza nani asubuhi ya leo, kwamba katika jambo ambalo unapitia, katika hali ambayo unapitia, si wakati wa wewe kujipigania mwenyewe, ni wakati Mungu anaenda kupigania. Wakati umefika kwamba Mungu aingilie kati katika ndoa yako, wakati umefika Mungu aingilie kati. Hali ambayo umefika, mambo ambayo yamekufikia, ni wakati basi Mungu anaingilia kati na unaenda kupata ushindi. Na si kwa kupigana, si kwa kutumia hela zako, si kwa kutumia akili yako, bali ni Mungu anaenda kupigania na kupa ushindi kwa jina la Yesu. Kwa hivyo sijui nazungumza nani asubuhi ya leo, lakini kile ambacho nakwambia ni kwamba pahala ambapo umefika ni wakati Mungu anaingilia kati na anaenda kupa ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo naongea na mtu ambaye umeng'ang'ana pale kazini, nusura ufutwe kazi na watu ambao wanakupangia njama. Naongea na mtu ambaye umefika wakati ambapo unasikia kulia kwa sababu ya watoto wako. Umeng'ang'ana, unasema mimi ni kiongozi kanisani, watoto wangu wamepotoka kimatendo. Nikwambia kwamba umefika wakati Mungu anaingilia kati katika masuala ambayo yanakukumba. Mungu anaingilia kati katika hali ambayo imekusumbua. Umelia vya kutosha mama, kwa sababu ya ndoa yako, kwa sababu ya familia yenu, kwa sababu ya wazazi wako, lakini wakati Mungu anaingilia kati, anakupa suluhisho. Si wakati utapigana mwenyewe. Umefast vya kutosha, umelia vya kutosha, umekimbia, umetafuta, umeenda kwa caves, umeenda kwa caves kuomba, umeenda pale kwa prayer centers na kadhalika, umeenda pale vya kutosha. Mungu anaenda kupigania. Wana wa Israeli walifika mahali wakawa wanamlilia Musa. Hata Musa mwenyewe of course hakujua jibu, lakini alijua tegemeo lake ni Mungu. Na hivyo basi popote pale ulipo, na isikwambia kwamba tegemeo la pekee ni Mungu. Mtazamie tu Mungu, atakushindania kwa hali zote. Sijui ni lipi ambalo wakumbana nalo, lakini Bwana anaenda kushindania. Walifika mahali wakamuuliza maswali. Umejiuliza maswali, imetosha. Umeng'ang'ana, imetosha. Ni wakati Mungu mwenyewe tu akupiganie. Maana pahali ambapo ilifika katika mstari wake wa 13, ukisoma pale Biblia inasema kwamba Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Situlia tu, ungoje wokovu wa Bwana. Pahali ambapo umefika ni pahali ambapo Mungu anaingilia kati na kupa suluhisho katika maisha yako. Sijui ni mambo yepi ambayo unapitia, sijui ni changamoto zipi, iwe ni kwa ndoa, iwe ni kwa maisha yako, iwe ni kwa vyovyote vile. Bwana anaenda kushindania, Bwana anaenda kupigania kwa jina la Yesu Kristo. Najua ni mengi ambayo unapitia, najua ni hali ngumu ambayo unapitia, lakini Bwana anaenda kushindania, Bwana anaenda kupigania kwa jina la Yesu Kristo. Popote pale ulipo, iwe ni watoto wako, iwe ni kwa huduma, pasta umeng'ang'ana. Najua umekuwa ukiamka mapema kuomba, usiku hujalala kwa sababu unaomba kwa ajili ya huduma. Mungu anaingilia kati. Amesema pahali imebakia, simama tu, tulia tu, ukauone wokovu wa Bwana, ukauone ushindi wa Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Popote pale ulipo, usikate tamaa. Mungu ana mpango mzuri nawe. Simama tu, ukaone ushindi ambao anakufanyia Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo, pahali ambapo imefika ni wakati Mungu anaingilia kati na kukupa ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Umelia, imetosha. Ni wakati Bwana kupiganie kwa jina la Yesu. Amen. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Madomandala. Niruhusu nifike pale kwa leo na tupate kuendeleza zaidi hapo siku ya Jumatatu panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini pahali imefika ni wakati Bwana aingilie kati na kupigania kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom. God bless you. I love you all. Na kwa wote ambao wametegea, ningependa kujuza kwamba iwapo basi ni umejiunga nasi, iwapo basi ungependa kutoa sadaka yako, maana Biblia inasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo basi kwa kutoa sadaka yako, dhabihu yako, tuweze kutoa sadaka zetu na itakuwa vema zaidi. Nambari ya kutoa sadaka yako ni 0722 24 39 49. Toa sadaka yako kwa nambari hii ambayo ni 0722 24 39 49, yani 0722 24 39 49. Toa sadaka yako pale na Bwana akutende wema. Na popote pale ulipo, of course unajua kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo toa matoleo yako pale, na zaidi pia nikukumbushe kwamba Maandiko yanasema kwamba usiende nyumbani mwa Bwana mkono mtupu. Kwa hivyo kwenye ibada hii ni vema tutoe sadaka zetu. Ni wapo pia una swali au maoni, nambari ndio hiyo ya kutumia. Unaweza uliza pale swali lako tuweze kusemezana kwa pamoja. Nambari ya kutumia ni 0722 24 39
0722 24 39 49. Ama kweli tunasema kwamba usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako. Copy the link and share, no weke comment yako pale na itakuwa vema tena zaidi. Mimi hapa ni VMM na wapenda zaidi na nakutakia kila laheri. Subscribe, click notification bell na weke comment yako pale, nitakuwa vema zaidi. Neno subscribe kwa hapa chini, make sure umesubscribe pale na Mungu akutende wema. VMM, ukipenda Victor Mandala kwenye himizo, nikukumbusha nambari yangu ya simu ni 0722 24 39 49. Na nakujuza hivi kwamba umefika wakati wa Bwana kuingilia katika hali yako. Tulia tu uone wokovu wake anavyokupigania kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom. God bless you. I love you all. Bye bye.